Nisikilize, hakuna mbaraka mwingine ulio mkubwa tunaohitaji sisi kuliko mbaraka wa uhai. Hivi vingine vyote tunavyovitafuta tukaita mibaraka ni ili kuendeleza uhai. Na ikiwa unanisikiliza, umebarikiwa. Kwa sababu uko hai. Kila asubuhi unapoamka, kila unapogundua umzima, mshukuru Mungu kwa mbaraka huo. Nataka ufahamu ya kwamba mara nyingi Mungu anashindwa kutubariki au anaacha kutubariki. Nisitumie neno anashindwa, anaacha kutubariki kwa sababu hatujui kumshukuru hata kwa mibaraka aliyotupatia. Ni mara ngapi umemshukuru Mungu kweli kwa uhai, si kwa mradi? Unajua kuna mambo tunamshukuru Mungu kwa mradi. Maombi mengi ya chakula kwa wale mnaoomba yamegeuka kuwa mradi. Ya kwamba ili nile ninawe mikono, ili niwe mdomo ukae sawa, ili nile niombe. Kwa hivyo wakati mwingine hata mimi linanitokea. Tunaomba, unataka kula, baadaye kidogo unasahau, unauliza hivi tuliomba. Hivi hilo ombi kweli lilikuwa ombi ulilisikiliza? Kwa hivyo wakati mwingine hatujajua kumshukuru Mungu kweli kutoka moyoni kwa mibaraka angalau aliyotupatia, tunayoifahamu. Na tangu mwanzo niseme hivi, jifunze msikilizaji kuhesabu mibaraka Mungu aliyokupatia. Maisha yana ladha tofauti, yana muonekano tofauti unapojua ya kwamba umebarikiwa. Unapohisi ya kwamba hujabarikiwa, maisha yanabaki na ukiwa, na uchungu, na tamaa tu, maisha ya tamaa, maisha ya kujisikia hujabarikiwa, maisha ya kuona bado umepungukiwa. Hayo hayana raha, hayakuletei utulivu, yanafanya maisha yaonekane ni mazito, ya kwamba mbona mimi. Kumbe Mungu ameshakuijilia na utukufu wake uko kwako, lakini hujaona. Jifunze kuhesabu mibaraka. Mikutano mingi leo watu wanatiririka kwenye mikutano kama hii. Ulimwenguni kote, nchi zilizoendelea na ambazo hata hazijaendelea, wanatafuta upako, wanatafuta mibaraka, wanatafuta hiki na kile. Utajiri ni kitu ambacho leo kinatafutwa sana kila mahali. Watu wanakimbia kila mahali kutafuta. Leo hii jifunze kupokea mibaraka ya Mungu. Kwa sababu huyu Mungu tunayemzungumza ndiye ambaye ulimwengu wetu uko kwenye viganja vyake. Utii kwa huyu Mungu ni muhimu sana katika mtiririko wa mibaraka ambayo Mungu anaitaka. Utii ni katika kuyatekeleza mapenzi yake, kwa sababu alipokubariki ameeleza pia mapenzi yake ambayo ukiyatekeleza yanaboresha maisha yako. Kwa hivyo anasema utii ni kitu kimoja wapo ambacho kwacho utapata namna ya kubarikiwa na Mungu zaidi na zaidi. Litafakari hilo. Hawa alimsikiliza yule nyoka. Nyoka akamshawishi ya kwamba utakapokula hili tunda hautakufa hakika, badala yake utafanana na Mungu. Akakubaliana naye Hawa. Akaenda kwa mmewe Hawa, akampa Adam lile tunda. Alipompa, naye Adam akalila lile tunda. Walipokula lile tunda, wakapoteza kila kitu. Sikiliza, hili ndilo lilotokea. Wakajikuta wako uchi. Mnataka kuishi wenyewe? Ninaweza kuachia muishi wenyewe uchi. Kwa sababu walikuwa hawajaona uchi, walipoona uchi wakakimbia. Wakajificha. Wakashona majani. Tangu lini majani yakasitiri? Wakashona majani. Mungu akikuondolea utakuwa uchi. Mkumbuke Mungu wako. Kwa sababu kuna nyakati rehema ya Mungu anasema, huyu simsaidii sana kuendelea kumbariki. Hebu niachie kidogo abaki uchi. Huna sababu ya kumfanya Mungu wako akufanye uwe uchi. Mkumbuke Mungu wako.